Yusufu ndugu zake ndio walifanyaje? Walimtupa kwenye shimo. Wangapi mnakumbuka? Ni nani huyo? Yusufu. Ndugu zake ndio walifanyaje? Walimsukuma kwenye shimo. Lengo abaki kwenye nini? Watu wema walipita pale wengi, lakini wengine walipomwangalia hela hii, wakamtoa, sio kwa nia njema, kwa nia kumuuza. Kwa katolewa kwenye shimo, anauzwa tena kwa watu wa kuuza watu, ndio akapelekwa huko. Alipofika kwenye utumwa, alipokuwa ameuzwa. Kuuzwa manake nini? Kuuzwa manake wewe ni kufungwa kiuchawi. Mtu anakwenda kwa mganga. Huyu mtu akitoa sadaka kukuharibu wewe, kakuuza. Kauzwa. Yusufu kafika mpaka kule, akutana na watu ambao wana roho za Kaini, roho mbaya, wamemuuza. Kafika kule, kaanza kufanya kazi kwenye jumba la mfalme lile. Mama mfalme anamtaka, akasema mimi siwezi kufanya hichi kitu. Akamfanyia vituko, akavua nguo. Watu wakaja wakamkuta Yusufu, mke wa mfalme katolewa nguo, Yusufu kavuliwa nguo, anakimbia. Nani ataamini hapa? Wewe ni mtumwa. Lini ulikuwa na mke mara ya mwisho? Najua kweli itakubaka, limezidiwa. Jela. Hakuna mafanikio yasiokuwa na misukosuko. Mwanadamu kuwa na subira. Utatoboa braza, kuwa na subira. Yaani usifikiri mambo yatatokea tu bro, mambo yanapana. Misukosuko lazima iwepo kwenye maisha. Jela, kesi ya ubakaji, tena ya kumbaka mke wa mfalme. Kesi. Watu wenye ndoto kubwa lazima wapitie misukosuko. Watu wenye vision kubwa lazima wapitie misukosuko. Sasa shida yetu sasa, hatutaki misukosuko, hatutaki mikiki. Ukilala njaa tu umekata tamaa, unataka kumwacha Yesu. Ukifukuzwa kazi, watu wengi wakifukuzwa kazi wakimbilia kwa Mungu kwanza, wanaanza kwa mganga.